napenda tu kuwapa ajenda ambazo tutakuwa nazo. Ufunguzi tayari, hotuba ya mgeni rasmi tuliyemwalika ameshamaliza, tumeshafungua kikao chetu. Salamu za kutoka kwa machifu tayari za kila mkoa, lakini pia tutakuwa na taarifa ya katibu mkuu inayounganisha shughuli zote za machifu kwa mwaka mzima. Tutakuwa na taarifa ya fedha, mhazini amefika ingawa kwa kuchelewa, lakini tunashukuru Mungu amesafiri salama. Tutakuwa pia na mada kutoka UNESCO, mtaalamu wetu amefika. Tutakuwa pia na mada kuhusu mwongozo wa machifu kama alivyozungumza mwenyekiti wa Usukuma. Hapo ndipo kwenye muhimili wetu jikuje kisawasawa. Wataalamu wa wizara wapo, mkurugenzi mwenyewe yupo ingawaje walikuwa wameitwa kidogo kama nilivyowaambia. Tutapata pia hao watatoa juu ya mkakati wa maadili kama nilivyowaambia kwamba kuna kitabu hiki kimetolewa na serikali kwa ajili ya maadili ambayo kinatugusa kwa kiasi kikubwa sisi machifu. Mada nyingine itakuwa ni kuhusiana na sera mpya ya utamaduni kama nilivyowaambia. Itawahusu watu hao wa wizara ambao ndio sisi tunasema kwamba ni wawakilishi wetu kwenye serikali kuu na bunge. Na pia tutajadili swala la uchumi kama ambavyo tumezungumza kwa mada iliyoletwa na chifu hapa, na mwenyekiti amejaribu kuidodosa kidogo. Na mwisho tutakuwa na mengineyo kwa yule mwingine atakayekuwa ameona kwamba kuna jambo la kujadili ambalo aidha kutokana na yale amepata kitu cha kuongezea, basi tutakuwa na mengineyo. Hizo ndio ajenda zetu ambazo tutakuwa nazo kwa leo. Tumesikilizana vizuri machifu. Basi kwa heshima kuu ninaomba niweze kutoa taarifa yangu, yani taarifa yenu ambayo tayari imeshapitiwa na kamati tendaji kwa kikao hiki cha siku ya leo, kikao chetu cha 13 cha Umoja wa Machifu Tanzania. Taarifa ya katibu mkuu wa Umoja wa Machifu Tanzania kwa mkutano mkuu wa 13 wa Umoja wa Machifu Tanzania leo tarehe 12 mwezi Juni 2026. Mheshimiwa mwenyekiti wa UMT, Mheshimiwa makamu mwenyekiti, wajumbe wote wa kamati tendaji, waheshimiwa machifu wote wanachama wa UMT na wageni wengine wote waalikwa. Nayo heshima kubwa sana kusimama mbele yenu ili kutoa taarifa ya mwenendo wa UMT kwa kipindi cha mwaka mmoja tangu tulipokutana hapa mwaka jana. Kwa kuwakumbuka wenzetu machifu waliotangulia mbele za haki, akiwemo Chifu Amikopani Olga Kororo wa Masasi Mtwara, Chifu George Fumbuka watatu wa Negeji Mwanza, Chifu Itare Charles Doto wa Bujashi Magu Mwanza, Chifu Kirongo wa Singida vijijini. Tusimame kwa dakika moja tukiwakumbuka machifu wenzetu. Tukae. Ndugu wajumbe machifu, taarifa ya mawasiliano ndani ya UMT. Baada ya kupata semina elekezi kutoka kwa wataalamu kutoka wizarani tulioipata kule Moshi, kwa kiasi kikubwa kumekuwa na mawasiliano yanayofuata utaratibu, ingawa baadhi ya machifu aidha kwa kutokujua au kutokujali au kwa mazoea tu wameendelea kukiuka utaratibu wa mawasiliano au kuwasilisha au uwasilishaji wa taarifa zao mbalimbali zinazohusu himaya zao au migogoro na changamoto mbalimbali ambazo zinawakumba aidha kwa UMT au serikalini. Hii imekuwa ni shida kidogo, lakini kwa wale ambao tulikuweko Moshi tuliseminishwa, tukaelezwa juu ya protokali namna ya kuwasilisha taarifa zetu mahali tunapotakiwa zifike, kuanzia kwa uongozi wetu mpaka kufika serikalini. Hamasa ya kujiunga na Umoja wa Machifu Tanzania. Waheshimiwa machifu, mimi kama katibu mkuu nimejitahidi sana na kutoa maelekezo na hamasa kwa machifu nchi nzima, aidha kwa kuongea nao
au kwa kutoa matangazo, hususan umuhimu wa kuwa na umoja wa machifu wote nchi nzima. Maana serikali yetu sikivu haiwezi kuhudumia chifu mmoja mmoja kwa mahitaji yanayofanana pasipokuwa na mshikamano ambao ndio umoja serikali inayohitaji. Serikali haiwezi kumtafuta chifu mmoja mmoja pale inapohitaji kupata taarifa au kutoa taarifa, bali itatumia uongozi wa umoja kuwapata machifu wote nchi nzima. Hivyo umoja ni wa muhimu sana. Kutokana na umuhimu huo, baadhi ya himaya wamejiunga na wengine wamehamasika kujiunga, lakini kumekuwa na matatizo ya kutokulipa ada kwa muda mrefu. Wapo ambao hata viingilio hawajakamilisha kabisa, wengine wameraza zaidi ya miaka mitatu. Hali hii inadhoofisha moyo wa umoja, ambapo inapotokea neema ya serikali kutualika, kila mmoja anatamani kuhudhuria, na pale inapotokea ziara pia kila mmoja anatamani kwenda. Mimi katibu mkuu napata shida sana kuona machifu ambao hawajulikani waliko, lakini wameibuka. Na cha kushangaza ni kuwa tunapotangaza kujiunga inakuwa kimya. Inapotokea mialiko ndipo kila mmoja anatamani kuhudhuria. Maana hadi sasa kwa uratibu nilioufanya nchi nzima, machifu ambao wako kwenye himaya zao ni 196. Hizo ndio himaya zilizosajiliwa na Umoja wa Machifu Tanzania. Labda aidha tu kutoka umasaini ndipo wao wana credibility nyingine tofauti, kwa sababu wana wawakilishi 12 ingawaje wamesambaa nchi nzima kulingana na kwa mujibu wa jinsi tulivyoweza kukubaliana. Si ndivyo hivyo Amani? Ndio hivyo Lakini kwa waliojiunga na umoja, aidha kwa kukamilisha wanachama au angalau kulipia kiasi hicho, kiasi sio zaidi ya machifu 122, yani himaya 122, wanaweza kuwa wamemaliza au hawajamaliza. Wengine wametanguliza kiasi lakini bado hawajakamilisha wanachama wao. Mahusiano na serikali. Tunaishukuru sana serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, Chifu Hangaya, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuthamini sana machifu na kuwapa heshima kubwa kuanzia ngazi ya vijijini, mitaa, kata, mikoa na hata taifa. Tumeshuhudia viongozi wakiwakilisha mikoa mbalimbali kutoka Tanzania, pia kwenye taasisi za serikali, ikiwa pamoja na vikao vya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika uwasilishwaji wa bajeti za wizara, ikiwemo Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, pamoja na Wizara ya Mali Asili na Utalii, mialiko ya mashirika mbalimbali na pia kualikwa kwa chama tawala wakati wa mikutano yake mikuu na pia mikutano maalum. Hii ni heshima kubwa tunayopaswa kuitunza. Tukumbuke pia kuwa tarehe 20 mwezi wa 7 mwaka 2024 tulialikwa Ikulu Chamwino jijini Dodoma, ambapo tulikutana na kuongea na Mheshimiwa Rais na chifu mkuu wetu, pamoja na kukumbushana na kukumbushia ahadi alizoelekeza zitekelezwe. Pia alisisitiza umuhimu wa machifu kusaidia serikali kulinda maadili ili jambo hili liweze kutekelezeka vyema. Aliagiza kutengenezwe mwongozo utakao kuwa dira ya uongozi wa mila kutimiza majukumu yao bila migongano na taasisi zingine. Jambo hilo tayari limekwisha kutekelezwa. Mwongozo umeshatolewa na kutumwa kwetu pamoja na kwa maafisa utamaduni. Ndiyo maana hata leo tutakuwa na waseminishaji kufafanua kwa kina juu ya mwongozo huo, hao watakaotoka wizarani. Jambo hili lilifungua ukurasa mpya wa sisi viongozi wa kimila kupata mwelekeo wa kutambulika kisheria na kutimiza majukumu yetu vizuri pasipo mgongano au mtafaruku wa kiutendaji na taasisi za kiserikali. Machifu tunampongeza sana Mheshimiwa Rais kwa kuthamini sana mila na desturi za Watanzania. Pia tunaipongeza sana Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kwa kuendelea kutulea, kutushauri na kutekeleza mambo mbalimbali ili tusikiuke taratibu na sheria za nchi.
Pamoja na mwongozo kukamilika, pia urasimishaji wa nyara tulizonazo na upatikanaji wa nyara mpya na taratibu na kanuni zimekwisha kukamilishwa. Hivyo machifu tunahimizwa kusajili nyara zetu pamoja na kujipatia nyara zozote zile katika maduka halali ya serikali yanayosimamiwa na TAWA. Hadi sasa nchi nzima kuna maduka halali mawili, liko Arusha na lingine liko Mwanza hapa. Hivyo basi pia TAWA